A'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibuna al-Mustafa. Ama bado tunaendelea katika sehemu ya pili ya mafunzo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sehemu hii tunazungumzia kuhusu fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tutataja fadhila 26 inshallah katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Fadhila ya kwanza ni kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambayo imeteremshwa Qur'anil Karim, kama ambavyo tumezungumza kwamba shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambayo imeteremshwa Qur'an, hudan linnasi wa bayinati min alhuda wal furqan, uongozi na ubainifu na kipambanuzi baina ya haki na batili. Vile vile inasemekana kwamba Taurati vile vile iliteremshwa katika mwezi wa Ramadhani, Zaburi vile vile iliteremshwa katika mwezi wa Ramadhani, na Sahifa ya Ibrahim iliteremshwa katika mwezi wa Ramadhani, katika hadithi ambayo baadhi ya maulamaa wameitegemea kusema ni sahihi, na baadhi ya maulamaa wametia shaka katika hadithi hii. Kwa vyovyote vile, Mwenyezi Mungu ndo anajua zaidi. Tulichokuwa na uhakika nacho zaidi ni kwamba Qur'ani imeteremshwa katika mwezi wa Ramadhan, na inasemekana kwamba Zaburi na Taurati na vitabu vingine viliteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fadhila ya pili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kufungwa kwa milango yote ya moto na kufungwa na kutiwa pingu shetani na kufunguliwa milango yote ya pepo, kama ilivyodhihiri hivyo kwa Abi Huraira radhiallahu anhu katika hadithi muttafaqun alayhi sahih Muslim 1079. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha dakhala shahru Ramadhan, itakapoingia mwezi wa Ramadhan, futihat abwabu samaa, milango ya mbingu inafunguliwa, milango ya pepo inafunguliwa, wa ghulqat abwabu jahannama, na milango ya moto inafungwa kabisa, wa sulsilatil shayatin, na mashetani wanatiwa pingu. Maulamaa wamehitilafiana katika tafsiri ya hadithi hiyo. Wengine wanasema moja kwa moja kwamba milango inafungwa ya pepo, milango ya moto inafungwa moja kwa moja na kufunguliwa milango ya pepo moja kwa moja. Wengine wamechukulia kias kwamba mambo ya kuingia peponi yanakuwa mengi sana katika mwezi wa Ramadhan, na mambo ya kuingia motoni yanakuwa mengi, yanapunguzwa mno katika mwezi wa Ramadhan. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndo anajua, lakini kilicho sahihi ni kama milango ya pepo inafunguliwa na milango ya moto inafungwa na mashetani wakubwa wanatiwa pingu. Fadhila ya tatu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kupatikana kwa Lailatul Qadr, na inshallah Lailatul Qadr tutaizungumza katika mada maalum katika mihadhara yetu ya mbele. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana watu kuitafuta Lailatul Qadr katika 10 la mwisho. Fadhila ya nne ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kukubaliwa dua. Mtu yoyote yule ambaye anafunga anakubaliwa dua kuanzia pale anapofunga mpaka anapofutari, na hii imethibiti kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye amesimulia Abi Huraira radhiallahu anhu na kupokea Imamu Tirmidhi hadithi 3598, athalathatu la turaddu da'watuhunna, thalathatu, watu watatu, la turaddu da'watuhum, hatorudishiwa dua zao, yani dua zao zitakubaliwa moja kwa moja. Wa mwanzo as-saimun hatta yuftiru, mtu anayefunga mpaka atakapofungua. Wengine ni imamul adili, imamu alikuwa muadilifu, anafanya uadilifu kwa kutumia Qur'ani na Sunna. Wa da'watil madhlum, na dua ya mwenye kudhulumiwa. Yote yule mtu anayemdhulumu, basi Mwenyezi Mungu anaikubali dua yake mara moja. Katika riwaya nyingine ya Ibn Majah 1753, inna lis-saim, hakika anayefunga, inda al-fitri, pale anapofungua, la da'watun ma turaddu, atakuwa ana dua isiyorejeshwa. Na maana ya maneno hayo ni kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tuzidishe sana sana kuomba dua, tuzidishe sana sana kuomba dua, kwa sababu dua zinakubaliwa kuanzia wakati wa mwanzo unapofunga mpaka unapofutari, hususan wakati ule ambapo unafutari. Vile vile katika fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kuachwa huru watu na moto, na kuachwa huru watu na moto imethibiti kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni kinyume na ufahamu wa watu wengi kwamba kuachwa huru na moto kuko katika 10 la mwisho. Lakini hadithi iliyothibiti hasa iliyokuwa sahihi kama aliyotoa Imamu Albani katika hadithi ya 1002, amesema, walikulli abdin minhum da'watil mustajabatin
kila mmoja atakuwa na dua iliyokubaliwa, na inna Allaha utaqaun, hakika Mwenyezi Mungu ataacha huru kwa moto, fi kulli yaumin, kwa kila siku moja. Kwa hivyo kuanzia siku ya kwanza tu watu ambao wanafunga wanaachwa huru na moto, kama alivyosema hivyo tena Jabir radhiallahu anhu katika hadithi ya Ibn Majah, hadithi ya 1753 ambayo anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi, hakika Mwenyezi Mungu amejiwekea inda kulli fitrin, katika kila wakati wa kuftari, utaqaun, kuachwa huru mtu na moto, wa dhalika fi kulli lailatin, na hiyo inakuja kwa kila usiku moja. Katika Ramadhani kuachwa huru na moto ni kila siku, hakuna 10 la rehma wala 10 la maghfira wala 10 la kuachwa huru na moto. Siku ya kwanza ya Ramadhani ni siku ya rehma, siku ya kwanza ya Ramadhani ni siku ya maghfira, siku ya kwanza ya Ramadhani ni siku ya kuachwa watu huru na moto. Atauliza mtu, je, ile hadithi ya Salman al-Farsi ambayo inasema alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi refu, lakini wa huwa awwalu shahr wa huwa shahrun awwaluhu rahma, huu ni mwezi mwanzo wake 10 lake la mwanzo ni rehma, wa awsatuhu maghfira, 10 la kati ni maghfira, wa akhiruhu itqun minan nari, 10 la mwisho ni kuachiwa huru na moto. Hadithi hii unasemaje kuhusu hadithi hii? Hadithi hii amepokea Imamu Abu Khuzaima, na alipoipokea tukasema isnaduhu dhaifun, isnadi yake ni dhaifu. Pia imedhaifishwa na Imam Bukhari, ameidhaifisha Imam Ahmad, ameidhaifisha Imam Abu Hatim, ameidhaifisha mwenyewe Ibn Khuzaima, na imedhaifishwa kwa kuwemo mtu anaitwa Yusuf ibn Ziyad ambayo daraja yake ni mzushi wa hadithi, na Imam Albani ameitaja kama ni hadithi iliyokuwa dhaifu katika silsilati dhaifa, hadithi ya 871. Ieleweke kwamba katika hii hadithi ya Salman al-Farsi kitu ambacho si sahihi ni kile ambacho kuugawa mwezi mtukufu Ramadhan katika 10 10 la rehma, 10 la maghfira na 10 la kuachwa huru na moto. Hapa si sahihi, na ilichokuwa sahihi ni kwamba Ramadhani nzima kuanzia mwanzo ni rehma, maghfira na kuachwa huru na moto kwa Ramadhani yote ile. Fadhila ya 4, fadhila 6, mwezi wa Ramadhani hufutwa dhambi ndogo ndogo, na hii imethibiti kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo amesimulia Abi Huraira radhiallahu anhu, na amepokea Imamu Muslim hadithi ya 233. Ni hadithi maarufu, as-salatu al-khamsa wal-jumu'ati ila al-jumu'ati wal-ramadhani ila al-ramadhani mukaffiratu ma bainahunna idha jitunibatil kaba'ira. Ramadhani, kufunga Ramadhani mpaka Ramadhani utasamehewa madhambi yaliyo kati yake, na kuswali Ijumaa mpaka Ijumaa, na vile vile swala moja mpaka swala moja. Wamekubaliana maulama, dhambi zinazosamehewa hapa ni dhambi ndogo ndogo. Dhambi kubwa zote zitasamehewa kwa kutubu na kuweka masharti ya toba, ikiwemo kuto kurejea tena lile kosa. Na ndiyo hapo ikazungumzwa idha sharti tanabatil kabair, atajipojilinda mtu na madhambi makubwa. Na vile vile man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayefunga Ramadhani kwa imani na kutegemea malipo kwa Mwenyezi Mungu atasamehewa dhambi zake, kama alivyosimulia hiyo Abi Huraira radhiallahu anhu, na ni hadithi muttafaqun sahih Muslim, hadithi ya 760. Ya 7, Ramadhani ni mwezi wa kuzidisha adhkar, ni mwezi wa kumdhikri Mwenyezi Mungu, kusema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar, kama alivyothibitisha hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Baqara aya 185 aliposema walitukabbira Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ili mpate kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kusema Allahu akbar, na vile vile mpate kushukuru kwa kusema alhamdulillah. Kwa hivyo katika mwezi wa Ramadhani adhkari ni jambo lenye fadhila kubwa kuliko katika miezi mingine. Mtu ajitahidi kusoma Qur'an, ajitahidi kutoa sadaka, ajitahidi kulisha maskini, ajitahidi vile vile kuleta adhkari kwa wingi. Jambo la 8 ni kama katika mwezi wa Ramadhani ambayo mtu hajasamehewa, ikampita Ramadhani bila ya kusamehewa, basi huyo amepata hasara ya kulaaniwa na Jibril alayhi salatu wasalam, na kupokelewa dua hiyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ambavyo amehadithia hadithi hiyo, amepokea Imamu Bukhari katika Adabul Mufrad hadithi ya 644, kwamba mtu yoyote yule man salakha Ramadhani, man adraka Ramadhani, yoyote atakayepata Ramadhani
fansalakha minhu, akaiachia Ramadhani ikamponyoka asifanye ibada zozote zile. Walam yaghfir lahu, ikawa hakusamehewa, basi fadakhala nara, akaingia motoni. Faabadahu Allahu, Mungu amweke mbali kabisa na rehma. Qul amin, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa sema amin, na Mtume akaitikia amin. Kwa hivyo wale wanaokula Ramadhani, wanaofanya zinaa, wanaolewa mpaka Ramadhani ikawalaani kwa kuweka mbali kabisa na rehema, hao basi ni watu ambao wameombewa dua ya kuangamia na Jibril alayhi salam, na ikaitikiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni watu watapata hasara iliyokuwa kubwa sana ya duniani na akhera. Na hasara ya kwanza, maulamaa wanaisema katika masuala ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mtu ambaye hafungi Ramadhani atakufa na kiu, na hata apewe maji ya kiasi gani haitoweza kumaliza kiu yake, na vile vile atapata kiu siku ya akhera, siku za kiyama, na vile vile atapata adhabu mbele ya Mwenyezi Mungu, na anaweza akaingia motoni kutokana na kuacha somo. Jambo la 9, Ramadhani inamuonua daraja. Talha bin Ubaidullah radhiallahu anhu alihadithia kisa cha kwamba yeye alipelekwa usingizini katika pepo yake. Alipopelekwa katika pepo, akawa yupo pale nje katika pepo, malaika mmoja akasema, huyo mzuieni kwanza asiingie, muda wake haujafika kuingia. Akauliza yule ameletwa kwa nini, asema ameletwa anaoneshwa kitu. Akaoneshwa mtu mmoja ambaye alikuwa si hodari wa kufanya ibada, lakini aliishi muda mrefu, na mtu mmoja alikuwa hodari sana wa kufanya ibada, huyu lakini alikufa haraka. Akaona yule ambaye alifanya ibada nyingi akafa haraka, ndiyo anachelewa kuingia peponi. Akaingia peponi yule alikuwa na umri mkubwa, alikuwa ibada zake ndogo ndogo, lakini umri wake ni mkubwa. Akaihadithia hiyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, je, huyu bwana hajawahi kufunga Ramadhani akamshinda mwenzake? Akasema naam, huyu mwenzake alikufa, yeye akafunga Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Ramadhani moja kwa mtu atakayefunga vizuri anamshinda mwenzake kwa daraja kubwa 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 kabisa katika pepo. Mwezi wa Ramadhani unakaribia, na mwezi wa Ramadhani utaingia. Jitahidi sana 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 kufunga na kufanya ibada ili uinuke daraja kubwa kabisa za peponi. Hadithi hiyo ameisimulia Imamu Ibn Majah katika hadithi ya 3925 na ni kisa cha kweli na ni sahihi. Fadhila ya 10 ni kwamba anayedumisha saum akafanya na ibada nyingine, basi atafufuliwa pamoja na mashahidi, na atafufuliwa pamoja na masadikina wale ambao wamesadikisha imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hilo limethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliuliza mtu mmoja, araita ya Rasulullah in shahidta la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah wa sallaita salata al-khamsa wa adaita zakata wa sumtu Ramadhan wa qumtu mimman ana qala min as-siddiqina wa shuhada. Unaonaje wewe Mtume, kama mimi nitatoa shahada, alafu nitasimamisha swala, alafu vile vile nitafunga Ramadhani, nitasimama katika usiku wa Ramadhani kwa ajili ya kuswali tarawih, alafu nitafanya fadhila nyingine ya faradhi nyingine mbalimbali, nitatoa zaka. Je, mimi nitakuwa pahala gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wewe utafufuliwa pamoja na mashahidi pamoja na sadiqin. Ili kufufuliwa na mashahidi na masadikina haina maana kwamba wewe utakuwa shahidi, lakini utapata kufufuliwa akhira na watu bora, utapata first class ya kufufuliwa pamoja na watu wema, na hiyo ni daraja nzuri. Kisa hicho amekitoa Imam Albani, amekisahisha katika Sahihi Targhibu hadithi ya 1003. Vile vile fadhila 11 ni kwamba atakayeswali tarawih kwa imani kamili atasamehewa dhambi zake, kama ilivyo hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mutafaqun alayhi, Sahihi Muslim hadithi ya 759, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yote atakayesimama katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, yaani maana yake akaswali tarawih, basi atasamehewa madhambi yake. Na kuswali tarawih ni katika jambo kubwa, na tutauliza sasa, je, mtu ambaye Ramadhani hasali au mtu ambaye anaswali Ramadhani tu haswali na siku nyingine? Tutaizungumza hiyo kwa kirefu, lakini kitu kilichokuwa muhimu ni kwamba mtu akianza kufunga Ramadhani na akianza kuswali katika ule mwezi mtukufu wa Ramadhani,
mwachie aswali, mwachie afunge. Je, kama anafunga na haswali moja kwa moja, hata hiyo Ramadhani haswali, mwachie afunge, ataondosha jukumu akhera ya kwamba la kuacha kufunga. Usimwambie kwamba wewe ulikuwa huswali, kwa hivyo unafunga usifunge. Ukimwambia hivyo, atakula mchana, itakuwa amepata madhambi mara mbili, madhambi ya kula mchana Ramadhani na madhambi ya kuacha swala. Mwache afunge, atakosa thawabu za kuswali, lakini akhera atakuwa amehesabiwa amefunga. Fadhila 12 ni mwezi wa Ramadhani, ni mwezi wa ukarimu, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajwada nasi, alikuwa ni mtu karimu zaidi, wakana ajwadu, na alikuwa karimu sana, ma yakunu fi Ramadhan, anapokuwa katika Ramadhan. Na katika Ramadhani tunawafuturisha waliofunga, kama ilivyo hadithi sahihi, man fatara swaiman, yote atakayemfungulisha, yani atakayemfutarisha, sio kumfungulisha, atakayemfutarisha aliyefunga, maana yake kwamba ametimia muda wa kufunga alafu akala, basi kana lahu mithlu ajri, atapata ujira yule aliyemfutarisha wa yule aliyefunga. Ghaira annahu la yanqusu min ajri saimu shay'an, pasina na kupunguzwa ujira wa yule mtu ambaye amefunga. Hiyo amesimulia zaidi na ikapokelewa na Imamu Tirmidhi, hadithi ya 807. Kitu ambacho tunasisitiza zaidi ni kwamba kufutarisha mtu si lazima utoe pesa nyingi. Unaweza kufutarisha kwa tende, unaweza kufutarisha kwa maji, na unaweza kuwapa maskini, ijapokuwa katika nyumba ile chakula unachopika ukampa jirani yako, majirani 2, 3, 4, 5, itakuwa na wewe kumfutarisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii katika fadhila hii basi tumalizie kwa kusema kwamba Ramadhani imekaribia. Ramadhani imekaribia na kuna watu wengi wanafutarisha, na kwa bahati nzuri pia makala hii ambayo inaandaliwa na UKWEM, basi UKWEM ni jumuiya ya Kiislamu ya uchumi, maendeleo na elimu, na inafutarisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vile vile tutakupa utaratibu wa kuleta sadaka yako, kwa maana kila mwezi wa Ramadhani kuna watu wengi tu wanachangia iftari, kufutarisha maskini, na sisi tunakwenda mpaka vijijini, hasa katika kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwafutarisha watu ambao wana uhitaji wa iftari. Kwa hivyo pesa yako itakuwa umeitoa pahala pazuri kabisa na pa kuaminika, na baadaye vile vile wale ambao wanafuatilia channel yetu hii ya YouTube watakuja kuona vile vile namna ambavyo tunafutarisha hao maskini. Kwa hivyo wataona zile sadaka zao zinatumika vipi, na tunahimiza kwamba watoe sadaka zao kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kufutarisha. Jumuiya ya UKWEM ni jumuiya ambayo ina uzoefu mkubwa wa masuala ya kufutarisha maskini Unguja na Pemba, na watu wengi wamefutarishwa katika jumuiya hii. Basi sadaka yako ukitoa utapata fadhila ya kufutarisha maskini. Na unaonaje basi kama utafutarisha maskini kama 100 hivi, sadaka zako zitakupa fadhila nyingi sana. Katika hawa watu 100 inawezekana kuna mtu analipwa thawabu nyingi za kupindukia, kama ambavyo makala nyingine zitaonesha kuhusu thawabu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hizi ni baadhi ya fadhila, ni makala yetu ya pili ya fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usikose basi kusikiliza makala nyingine katika fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama ambavyo zinatolewa na ndugu yako katika Uislamu, Mwalimu Musa Ame Musa, kwa niaba ya jumuiya ya UKWEM, jumuiya ya uchumi, elimu na maendeleo, ambayo ni jumuiya ya Kiislamu, na moja katika shughuli zetu ni kuelimisha umma, na hivi sasa wanapata elimu ya namna kufutarisha na namna ya saum, na vile vile tunakushana vile vile michango ya watu wanataka kufutarisha. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi tusikilize tena katika makala nyingine ya mafunzo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.